لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الدين نصيحة، ديني نكوبيانا نصاحة، ديني نكونسحيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر الصيام على الأيام قد فضل، حقا فيه كتاب الله قد نزل، طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا، وبذكر فيه أو القرآن مشتغلا. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. Amma ba'du, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa Ahamiyatu Dua, kipindi hewani ni umuhimu wa dua, tukiwa katika ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana, ikiwa leo ni Ramadhani ya 26 1446 Hijria, na tunapoeleza Ramadhani ya 26 maana yake usiku wa leo baada ya kumaliza salatul maghrib, siku itakapobadilika tunaingia katika usiku wa Lailatul Qadr, mwezi 27. Allahu Akbar, ambapo usiku huu una siri nyingi mno. Miongoni mwa siri zake, ukitazama katika suratul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka maneno takriban 30. Neno la 27 Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamalizia kwa neno hiya, ambalo linatokana na aya salamun hiya hatta matla'il fajr. Ili neno hiya linakuwa ni neno la 27, hiya Lailatul Qadr, lakini imekuja kuwa ni neno la 27. Yani hii inakujulisha kwamba usiku wenyewe ni usiku wa Lailatul Qadr. Madarasa yetu ya leo itafunguliwa na suratul A'la. Suratul A'la ni katika sura zilizoshuka katika ardhi ya Maka, ni sura ya 87, na sura hii ina aya takriban 19, ina maneno 72, ina herufi 296. Sura hii ina mambo makubwa ya ajabu. Moja katika maajabu yake imetanguliwa na tasbih, na sura yoyote inapoanza na tasbih huonyesha uzito wa sura, huonyesha mambo makubwa yaliyomo ndani ya sura hiyo. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa maneno yafuatayo baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sabbihisma rabbikal a'la, litakase jina la Mola wako aliye juu au aliye mkubwa. Haya ameyafungua mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya kwanza, na hii aya ina maneno manne. Sabbih isma rabbika al-a'la, ina maneno manne. Hapa tumetaka kuona tu sharafu ya hii sura, namna Mungu alivyotangulia katika kuifungua sura hii, lakini mahala tunapokusudia ni katika aya ya 14 ambayo pia ina maneno manne, na aya ya 15 ambayo pia ina maneno manne. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya ya 14, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, anatuambia qad aflaha man tazakka, hakika amefaulu, amefanikiwa yule ambaye mwenye kuitakasa nafsi yake. Aya 15, wa dhakara isma rabbihi fasalla, na akalitaja jina la Mola wake na akaswali. Allahu Akbar. Ndugu yangu katika iman, hizi aya mbili ndio maudhui yetu itatokana na hizi aya mbili. Tumesema hizi aya mbili zinafanana kwa maneno kwa aya ya kwanza yenye maneno manne, na kadhalika hii aya namba 14 ina maneno manne. Qad aflaha man tazakka, manne. Lakini pia aya 15 ina maneno manne, wa dhakara isma rabbihi fasalla. Allahu Akbar, ni maneno manne. Ndugu yangu katika iman, ama kwa hakika ndani ya aya hizi kuna siri kubwa mno. Qad aflaha man tazakka, miongoni mwa tafsiri qad aflaha man tazakka, hakika amefaulu yule ambaye mwenye kutoa zaka, na leo tuko katika mlango zakatul fitr. Wa dhakara isma rabbihi fasalla, na akalitaja jina la Mola wake na akaswali. Wanasema hii ni salatul Eid. Ndugu yangu katika iman, mahma kan, kitu ambacho tunataka kukumbusha
na tunataka kusisitiza na tunataka kutanabaisha umma ni kwamba yule mwenye kuitakasa nafsi yake amefaulu, lakini mtu huyu awe na sifa kulitaja jina la Mola wake na akaswali. Miongoni mwa mambo tutakayofanya usiku wa leo ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuyataja majina yake, kutaka msamaha wake, kwa sababu ni katika mambo ambayo yanaonekana katika kufaulu kwa mwanadamu aliyeitakasa nafsi yake. Na kwa kuwa darsa yetu ya leo inazungumzia zakatul fitr, namna ya kutoa zakatul fitr, yapo mambo ya tahadhari. Leo nitakueleza makundi matano ambayo la tu'tihim zakatul fitr, usiape zakatul fitr yako. Yani ukipeleka huko utakuwa umefanya kinyume na utaratibu. Al-awwal al-usul, kundi la kwanza kabisa ni al-usul. Man haula al-usul, ni akina nani hawa waliotajwa al-usul? Abuka wa ummuka wa jadduka wa jaddatuk, yani baba yako, mama yako, babu yako pamoja na bibi yako. Hawa niliowataja, ikiwa hawana uwezo wa kutoa wenyewe zakatul fitr na wewe ndio msimamizi wao, maana yake utapaswa wewe msimamizi kuwatolea baba yako, mama yako, bibi yako na babu yako zakatul fitr. Na kwa kuwa utawatolea zakatul fitr, hawapaswi kupokea kile utakachokitoa. Athani, kundi la pili, alfuru'. Ni akina nani hawa alfuru'? Alabna'u walbanat walahfad, ni watoto wako wa kiume, watoto wako wa kike na wajukuu, dhukuran wa inathan, wa kike na wa kiume. Makundi haya kwa kuwa yako chini ya ulezi wako, wewe unapotoa zaka utawatolea watoto wako wa kike na watoto wako wa kiume, wajukuu zako wa kike na wajukuu zako wa kiume. Hivyo kile unachokitoa usiwape wao, kwa kuwa wao umeshawatolea katika zakatul fitr. Athalith, kundi la tatu, al-aghniya. Al-aghniya ni matajiri, wao ni wenye kujiweza, maisha yao ni mazuri. Usipeleke zakatul fitri kwa tajiri. Arabi'u, ama kundi la nne, al-kafirin, ni kundi la wasiokuwa Waislamu, hawapaswi kupewa zakatul fitr. Al-khamis, kundi la tano na la mwisho, al-murtadin, ni wale watu waliotoka katika Uislamu wakaenda katika dini nyingine. Makundi haya matano kwa kujifundisha, usiyapelekee zakatul fitri, zaka yako itakuwa imeharibika. Ndugu yangu katika imani, tushirikiane katika jambo hilo la khairati ambalo kwa mwaka linapita mara moja, ili tuweze kuwafikia wenye kustahiki. Na falillahi alhamdu, hapa Zawiani tuna utaratibu kila mwaka wa kuweza kukusanya zakatul fitr na kugawanya kwa wale wanaostahiki. Hivyo basi tuwakaribishe kupitia darasa hili kila atakayetia nia insha Allahu taala afanye jitihada ya kuweza kutoa zakatul fitr. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma al-Qushayri ash-Shirazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ya ni'mal mawla.